Amani ya Bwana iwe kwako wa Mungu mahali popote pale unaponisikiliza. Tutakwenda kuiangazia Pasaka. Na mtu ameuliza swali, je, Pasaka ni sikukuu ya kipagani? Lakini pia ameuliza, je, Pasaka ni sikukuu ya kuchinja, kwa maana kumtolea Mungu sadaka ya wanyama ya kuteketezwa? Kwa maana amesikia mafundisho ya kuchinja na kutoa kafara kwa ajili ya Pasaka, ili kubarikiwa, ili kuinuliwa, ili kustawishwa na kulindwa kwenye maisha. Lakini anauliza, je, kusherehekea Pasaka kama kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo ni sahihi? Amina. Nami nitakwenda kujibu swali hili sawasawa na neno la Mungu jinsi linavyosema kwa ushahidi wa maandiko. Nitaanza kwa kuliangazia neno lenyewe Pasaka. Neno Pasaka tunalipata kwa mara ya kwanza katika kile kitabu cha Agano la Kale, Kumbukumbu la Torati, Kutoka. Katika kile kitabu cha Kutoka, ile sura ya 11 mpaka ya 12, soma pale ndipo unaanza kuona neno Pasaka. Na ili neno Pasaka ni Mungu mwenyewe alilitamka, aliwaagiza wana wa Israeli. Sasa Pasaka ambayo inaonekana kuwako katika kitabu hiki cha Kutoka ilikuwa ni Pasaka kwa ajili ya wana wa Israeli. Ni Pasaka ambayo ilikuwa haimuhusu Mtanzania, haimuhusu Mwarabu, Muhindi. Ni Pasaka ambayo ilikuwa haimuhusu mzungu wala Marekani wala nani. Ni Pasaka kwa ajili ya wana wa Israeli. Kwa nini ilikuwa Pasaka kwa ajili ya wana wa Israeli? Ilikuwa Pasaka kwa ajili ya wana wa Israeli kwa ajili ya kutolewa kwao utumwani kule Misri, kutoka katika mikono ya nani? Ya Farao. Wao walikuwa katika utumwa kwa miaka mingi sana, kuanzia miaka 400 walikuwa utumwani, wanateswa, wanashindwa kumwabudu Mungu wao, wanashindwa kufanya ibada zao, wakiwa wanatumikia chini ya mkono wa nani? Wa Farao. Lakini kafika kipindi Mungu akawa anataka kuwatoa hawa wana wa Israeli katika utumwa, na ndipo hapo ilipozaliwa nini? Pasaka. Ilizaliwa kwa namna gani? Ilikuwa hivi: Mungu aliahidi kuipiga Misri kwa mapigo 10 pamoja na Farao. Mungu alipokuwa ameipiga Misri na Farao kwa mapigo 9, ndipo ilipofikia hatua ya kuipiga Misri kwa pigo la 10. Mungu alimuita Musa, akanena na Musa pamoja na Haruni, akawaambia, sasa pigo hili ninalokwenda kuliachilia litamfanya Farao awaachilieni ninyi muwe huru, lakini pigo lenyewe litakuwa namna hii: kila mzaliwa wa kwanza atakufa katika nchi hii ya Misri, katika mji huu. Kila mzaliwa wa kwanza atakufa, isipokuwa mzaliwa wazaliwa wa nyumba za wana wa Israeli pekee. Lakini kwa namna gani? Kamwambia Musa pamoja na Haruni, mtafanya hivi: mwakusanye watu wote wa Israeli, wakachukue kondoo kwa idadi ya nyumba yao, na mbuzi mume, kondoo au mbuzi mume wa mwaka mmoja asiye na hila. Wakisha kuchukua huyo kondoo, nao wamchinje. Wakisha mchinja, damu yake waipake milangoni, kwenye mima milango pamoja na madirisha, na kisha nyama yake waichome, sio kuichemsha, waichome kuanzia kichwa, miguu mpaka vitu vyote vya ndani. Na baada ya hapo waandae mboga zenye uchungu pamoja na mikate isiyotiwa nini? Chachu. Wale wakati ule wa usiku, wale mpaka kufika asubuhi wawe wamemaliza, na ikiwa yatabakia masalia, basi wayakusanye na wachome moto na kuyateketeza kabisa, pasiwepo na masalia. Sasa haya mambo Mungu aliwaagiza wayafanye wana wa Israeli kwa ajili ya ukombozi, kwa ajili ya uokovu wao kutoka kule wapi? Misri. Na Mungu alipoagiza hayo, akawaambia ni namna gani wanapaswa kuila hiyo Pasaka, ama kuwala hao wanyama na vile vyakula alivyokuwa ameandaa. Mungu aliwaambia wakiwa wamevaa nguo zao ambazo zilikuwa ni kanzu, lakini wao wamefunga viuno vyao, lakini wao wameshika fimbo mikononi na kuvaa viatu vyao, wale haraka haraka. Na ndipo hapo Mungu akasema hiyo ni Pasaka ya nani? Ya Bwana. Na tangu sasa Mungu akawaambia utakuwa mwanzo wenu mpya wa mwezi, na ni mwanzo wenu mpya wa maisha yenu, yatakuwa mapya. Na Mungu akasema ile damu ambayo mtaipaka kwenye mima ya milango na madirisha, hiyo damu itakuwa alama, ili mimi nikatakapokuwa ninapita juu, nikiona damu kwenye nyumba zenu, sitaangamiza katika nyumba zenu, bali nitaangamiza kwenye nyumba za wana wa Misri wote. Sasa ndipo hapo tunapopata neno linaloitwa Passover, kupita juu. Wengine wanatafsiri Pasaka kwa maana ya Passover, lakini Passover haina maana ya moja kwa moja na tendo lenyewe la Pasaka kwa jinsi lilivyofanyika. Passover ni kitendo cha kupita juu, ni movement, ni safari. Na safari ile alifanya malaika aliyetumwa kuja kuangamiza wapi? Misri.
lakini Pasaka yenyewe tayari walikuwa wameshaifanya wana wa Israeli kwa kuchinja na kwa kula yule mnyama. Na Mungu aliwaambia wale wote na wachinje wote. Kama ikitokea nyumbani mwako watu hawatoshi na kondoo ni mkubwa, uungane na jirani yako. Kwa hiyo Mungu aliwapatanisha, aliwakusanya, aliwafanya kuwa kitu kimoja, wakachinja. Kwa kile kitendo cha kuchinja ni kama kutoa sadaka, kwa sababu walimwaga damu ya mnyama na waliweza kula ile nyama yake na damu yake kuipaka kwenye mima yao. Sasa sisi leo tunapataje uhalali wa kuisherehekea Pasaka? Na je, tuko sahihi katika kuisherehekea Pasaka? Na je, sisi tunaisherehekea Pasaka ipi? Sasa hapa ndipo ninapokwenda kuanza kujibu. Kwanza tukumbuke Pasaka hata Yesu Kristo mwenyewe alishaisherehekea, na Yesu Kristo mwenyewe alishaila Pasaka, kwa sababu Pasaka ilikuwa ni agizo la Mungu kwa wana wa Israeli wote. Sasa tunarudi sasa kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 26. Ukianza kusoma tunaona Yesu anawatuma wanafunzi wake waiandae Pasaka katika nyumba ya mtu. Na Yesu alila Pasaka kabla ya sikukuu yenyewe ya Pasaka. Sasa hapa kuna mambo kidogo, unisikilize vizuri ili uweze kuelewa tunapataje uhalali wa kuisherehekea Pasaka. Na nitakwenda kukusomea andiko ambalo linakupa uhalali wa sisi kuisherehekea na kuila Pasaka moja. Sasa Yesu akiwa anakula ile Pasaka akiwa mezani, maandiko anasema akautoa mkate, kisha akashukuru, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu na kwa ajili ya wote. Na maandiko anasema Yesu pia akatoa kikombe cha damu, kikombe cha divai, akamshukuru Mungu akasema, twaeni mnywe wote, hii ni damu yangu itakayomwagika kwa ajili yenu kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Nini maana ya maneno haya mawili? Yesu kutoa mkate na kufanya mkate kuwa mwili wake, na kutoa divai na kuifanya divai kuwa damu yake, na kusema tule na kunywa kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Ukirudi kwa wana wa Israeli, walichinja mnyama na wakala mnyama. Sasa yule mnyama alifanyika kuwa kama nini? Sadaka, nao wakala. Hapa Yesu anabadilisha sasa, badala ya kuchinja mnyama, ule mnyama kama Pasaka, Yesu anasema kuleni mwili wangu mimi. Huu ndio mwili sasa unaotolewa kwa ajili yenu na kwa ajili ya wote. Kule kwa wana wa Israeli walichinja, damu iliyomwagika walipaka kwenye mima ya milango kama alama, ili Mungu akatapopita aweze kuona kwamba sehemu hii wako wana wa Israeli. Hapa Yesu sasa anaitoa damu yake, anasema tuinywe hiyo damu kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Nini tafsiri yake? Wana wa Israeli walikuwa katika utumwa kwa Farao, lakini sisi wengine wote tulikuwa katika utumwa wa dhambi. Maana kila atendaye dhambi, maandiko anasema ni mtumwa wa nini? Wa dhambi. Kwa hiyo Yesu Kristo hapa anakuja kubadilisha mfumo wa Pasaka, anakuja kubadilisha mwenendo wa Pasaka, na hapa Yesu anakuja kutupa uhalali wa sisi watu wengine wote kushiriki Pasaka, sisi tuliomwamini tu, sio kwa wale ambao hawakumwamini. Kwa sisi ambao tumefanya tumemwamini, anakuja kutupa uhalali wa kuanza kuishiriki nini? Pasaka, na kuila nini? Pasaka. Kwa maana ujio wa Yesu Kristo ulikuwa kwa ajili ya kutupatanisha sisi na Mungu, lakini ujio wa Yesu Kristo ulikuwa kwa ajili ya kutuunganisha na kutufanya wote kuwa wana wa Mungu pale pindi tunapomwamini. Ndio maana maandiko anasema hakuna tena Myahudi, hakuna tena Myunani, sote tumefanyika kuwa wana wa baba mmoja, wana wa Ibrahim kwa imani. Kwa sababu Ibrahim ni baba wa imani, lakini Ibrahim alitamkiwa na Mungu atakuwa baba wa mataifa yote. Kwa Yesu Kristo akaja kutuunganisha, akaja kututoa, akaja kuiondoa mipaka na kuivunja mipaka. Na ndio maana alipoila Yesu Pasaka alitamka yale maneno kwa lengo la kubatilisha ama kugeuza ile Pasaka ya wana wa Israeli ya kale na kuifanya Pasaka mpya kwa ajili ya agano jipya. Sasa ninakwenda kufungua kile kitabu cha Wakorinto. Nafungua kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Ninasoma Wakorinto wa kwanza, ninasoma ile sura ya 5. Na kama una Biblia yako unaweza kusoma pamoja nami mahali popote ulipo. Maandiko yanasema hivi, Wakorinto wa kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 7. Nasema basi jisafisheni, mkatoe ile chachu ya kale, pate kuwa donge jipya kama vile mlivyo. Hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Maandiko anasema Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani nani? Yesu Kristo. Kwa hiyo sasa leo tunasherehekea Pasaka kwa sababu Pasaka wetu alikwisha kutolewa, ambaye ni nani? Ni Yesu Kristo, alifanyika kuwa sadaka. Kwa hiyo hapa ndipo tunaposema kwamba Pasaka sasa ni sadaka.
na sadaka yenyewe ni nani? Ni Yesu Kristo. Na Yesu anafanyikaje kuwa sadaka? Yesu anafanyika kuwa sadaka kwa kupigwa kwake na kufa kwake pale msalabani, lakini siku ya tatu akafanya nini? Akafufuka. Kwa hiyo sisi leo tunapoisherekea siku ya Pasaka ama kuila Pasaka, hatuili kama wana wa Israeli walivyoila. Sisi leo tunaisherekea na kuila Pasaka kwa maana ya kwamba tunakumbuka ya kwamba tulipata wokovu kwa mateso makali, kwa uchungu, ambapo Yesu mwenyewe alijitoa dhabihu pale msalabani. Sasa sisi Pasaka wetu ni Yesu Kristo. Na Yesu Kristo sasa, ukisoma kile kitabu cha Waebrania ile sura ya 9 kuanzia mstari wa 11, maandiko yanasema Yesu sasa anasimama badala ya sadaka za mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe ambazo ndio wana wa Israeli walikuwa wanafanya nini? Wanazitoa. Sasa sisi leo hatutatoa hizo sadaka, hatutachinja hizo sadaka, isipokuwa Yesu Kristo alikuja akalikava juu ya hizo sadaka zote. Kwa hiyo sasa, kwa mantiki hiyo, tunapoisherekea sikukuu ya Pasaka tunakumbuka kwa habari ya kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo. Na maandiko yanasema yeyote ayakilia ya maneno ya kwamba na kuamini kutoka ndani ya moyo wake kwamba Yesu alikufa lakini akafufuka, huyo mtu atakuwa amepata nini? Wokovu. Kwa hiyo mambo haya ni kwa ajili ya wale waliopata wokovu. Kwa hiyo sisi tunapoisherekea Pasaka tunakumbuka kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo, kwa maana alituokoa. Hatusemi kwamba leo Yesu ndo amekufa na kufufuka, no. Kitendo kilishapita muda mrefu, wakati mwingi sana. Leo hii tunafanya kumbukumbu tu, haijalishi ni siku gani, tarehe gani, lakini sisi tunakumbuka kwa imani. Sasa kwa habari ya kuchinja, leo sisi hatumchinjii Mungu kwa maana tunatoa sadaka za wanyama kwa ajili ya kuchinja. Endapo utashiriki katika kuchinja mnyama yeyote ile kwa maana ya kwamba unamtolea Mungu sadaka, wewe utakuwa unashiriki ibada za kishirikina, ibada za kichawi na uganga. Mungu wetu hahitaji kuchinjiwa leo. Mungu wetu anahitaji sadaka ya kweli ambayo ni nafsi yako, moyo wako, ujitoe wewe, maisha yako mpe yeye. Hiyo ndio dhabihu na sadaka ya kweli. Wanaotolewa leo sadaka za kuchinjiwa ni mashetani, wachawi, waganga na mizimu. Na kama kuna mtumishi yoyote basi umesikia anahamasisha na kufundisha kwa habari ya kuchinja kwa maana ya kumtolea Mungu kafara na sadaka ili kubarikiwa, ili kuinuliwa, basi mtumishi atakuwa anafundisha mafundisho ya ajabu na ni mafundisho ya uongo. Yawezekana ni mtumishi wa kuzimu anailishia madhabahu yake kwa njia hizo na ujanja huo. Lakini pia unapoisherehekea sikukuu ya Pasaka kwa kukumbuka kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo, unakuwa uko sahihi wala unakuwa haujakosea. Lakini sisi tunakumbuka kwa habari ya wokovu. Lakini pia sikukuu ya Pasaka si upagani, kwa sababu kama ulivyoona katika kitabu cha Wakorinto sura ya 5 mstari wa 7 ukienda mpaka wa 8, maandiko yanasisitiza, anasema basi fanyeni karamu, na mnapofanya hii karamu na mnapoila hii karamu, mle mkiwa na mioyo safi na kweli, pasipokuwa na dhambi, pasipokuwa na hila, pasipokuwa na husuda ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo hii ni karamu kwa ajili ya upendo, ni karamu kwa ajili ya kumbukumbu kwa habari ya kuokolewa na kukombolewa kwetu. Kwa hiyo Pasaka tunapata uhalali wa kula Pasaka kwa njia ya Kristo Yesu Kristo, na sio ile ya wana wa Israeli, ile ilikwisha kupita. Sasa leo sisi tunayo Pasaka ya Yesu Kristo. Mungu awabariki sana. Yangu majina Pastor Beni, nipo katika kanisa la Mji wa Daudi, tunapatikana Mbezi Msaki. Hitaji msaada wa maombi na maombezi, unaweza kunipata kwa namba hizi 0762755463. Kwa ushauri, kwa mawazo, kwa maombi na maombezi, nipigia namba hizo na nipata. Lakini pia WhatsApp zinapatikana. Ukitaka kufika kanisani, fika mpaka Mbezi mwisho, kisha panda magari yanayokuja Mpiji Magoe, shuka kituo kinachoitwa kwa Majige, na hapo utakuwa umefika kanisa la Pentekoste Mji wa Daudi. Njoo tumtukuze Bwana. Mungu anatenda hapa. Mungu akubariki.